kiwango cha imani yako ulionayo. Unaamua mambo yapi yatokee, yaani unasema mambo haya naamini kwamba yatatokea. Kiwango chako cha kuamini kwako ndicho kinachotoa matokeo. Usitarajie kuona zaidi. Kiwango kile kile ulichoamini ndicho kitakachoweza kutoa matokeo, kwa sababu ndivyo ulivyoamini. Imani yako inapokuwa haba, ndivyo matokeo yatakavyokuwa haba. Ukiamini mambo makubwa, ndivyo mambo makubwa yatakavyotokea kwako. Kama unaamini Kristo anaweza kuniponya ugonjwa huu, maana yake itatokea. Kwa hiyo kuamua kwako na ile hamasa yako, kuna nguvu ambayo inakuwa juu yake, kwa sababu nimesema mwanzoni kwamba imani yoyote ina nguvu. Kwa hiyo unapokuwa umeamini, kuna kitu ambacho kinakuwa juu yake, ndio kinakuja kuwezesha kutoa matokeo. Anasema hivi, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Kwa sababu amesema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Matokeo mengi yanayotokea yanatokana pia na imani zetu. Si kwamba Mungu hawezi kufanya, lakini Mungu anafanya kwa kiwango kutokana na jinsi ambavyo wewe umechochea. Ule uchochezi wa ile imani yako ndiyo Mungu anasimama nayo kuweza kutoa matokeo yale. Kama Mungu anasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani, kwa nini mambo yasitokee? Sina lakini nitapata. Ile ndo tunasema unatarajia mambo yasiyoonekana.